Ndugu wangu, hali ya mmea huku ni mbaya, ameelewa chakali hajitambui. Nimepita hapo nje, nimemkuta amelala hata hajitambui. Hadija ndugu yangu, unajua kabisa nilijitahidi kadri ya uwezo wangu ili niweze kumbadilisha sana, lakini nilishindwa. Je, ungekuwa ni wewe ungeweza? Sawa, nikuelewa. Unaonaje kwanza nimsubirie kwanza akitoka kuamka nimpe chakula, afu mambo mengine endelee. Alafu unaonaje tukamtafutia dawa kuacha pombe? Tuzidi tu kumwombea Mungu, maana yeye ndo anajua kila kitu na hajawahi shindwa, lakini si kwa binadamu. Tuachane nayo. Majuma kwa analalamika umeondoka bila kumwaga. Sasa Hadija, wewe mwenyewe unajua kabisa mazingira ambayo hapo nimeondoka. Ningewezaje kuaga kila mtu? Wewe niagie tu hivyo hivyo. Ila nashukuru sana kwa taarifa. Lakini naomba usimwache. Wewe endelea tu kumpa chakula. Haya, poa, baadaye. Langu yangu ndo hayo. Sawa, siku njema basi. Haya. Shida nini kwani? Yule anachukulia poa. Tatizo nini? Amekufanya nini? Yaani jana mbele ya macho yangu mimi namuona anapita na bwana wake anaingia ndani. Sasa shemeji, mpaka mtu anapita anaingia ndani na bwana wake. Wewe upo hapo. Umefanya jukumu gani wewe kama mwanamume? Yaani shemu, sio kama mimi nimeshinda kufanya vurugu, ila nimehofia tu pale nyumbani kwao. Kwa nini wewe unamhudumia? Ndio. Sasa kama unamhudumia, kilichokufanya uogope kumfanyia chochote pale kwao? Ila shemeji, sisi watoto wa mjini na hapa mjini sisi ndio tumemleta wenyewe hapa. Kumbe anijui Hebu nisikilize kwanza. Mimi nitamuita, nitaongea naye. Na imani atanielewa. Usome. Nimetuma barua yangu na usome. Ufungue nao. Pole sana kaka. Asante sana kaka. Unajua kuna kitu kimoja, sisi ni walevi, miaka kenda miaka rudi, na kila siku tunapita njia ile ile, na haijawahi kutokea mtu sijui umejikwaa umetoka donda kwenye mkono, haija kutokea umejikwaa umefika sijui kichwa. Leo hii kidume wewe umelamba sakafu. Simula. Kaka, nilikwambia mtau na machokodo tuwame.
Ona kaka, jinsi walivyokuvunja miguu. Na kwa pia kwa mizimu ya mababu hawatuwezi. Katika siku umeongea neno, leo umeongea neno. Yaani watu wa huu mtaa wanapenda sana mimi kunifuatilia. Yaani kila ninapojaribu labda niwakataa hivi, lakini bado tu napenda kunifuatilia. Ila niambie kitu wanangu. Siku zote simba ni simba, hawezi kuwa paka. Jenerali! Mimi uko poa? Umekuja leo? Au nikupeka chance kidogo usimue? Hapana. Hapana blaza. Daktari amesema kaka asinywe pombe hata kidogo. Labda tu kamchukulie chakula. Kawaida tu. Ni jambo la kumshukuru Mola kwa kutugea riziki. Maana hatupati kwa ujanja wetu. Na pia nakufanyia wepesi ili upone haraka. Habari zenu? Salama. Vipi jirani? Endelea. Sawa. Mzigo wako. Tutumia kwa ajili ya kurudisha nguvu haraka. Asante jirani. Hakika umekuwa mwema sana kwangu. Pia naomba unisamehe kwa yote ambayo nimefanya. Achana na mke wangu. Acha kufuatilia maisha yangu. Usilie. Mimi sina kinyongo na wewe. Alafu nilishakusamehe makosa yako zamani. Badilika. Mfumo wa maisha unaoishi sio rafiki wako. Mfumo wa maisha unaoishi sio rafiki hata kwa jamii. Kwa nini usipunguze kulewa? Ikiwezekana ungeacha kabisa pombe, kwa sababu pombe haina faida. Pombe inakusababisha matatizo. Ulevi unakusababisha leo katika. Shemeji, maneno anaongea Jose ni ya ukweli mtupu. Una sasa ulevi umekusababisha mpaka umegombana na mkeo. Kwa nini lakini? Uone kama unakuletea madhara. Naomba nimsamehe kwa yote yaliyotokea. Hakuidini kwanza leo nishabadilika. Kabisa mwenyewe nitoka katika hali ya binadamu. Tabia zangu. Jirani,
nasema hivi kwa sababu hakuna binadamu anazaliwa kwa ajili ya kutenda mabaya. Hakuna binadamu anazaliwa kwa ajili ya kutenda vitendo vibaya katika dunia, isipokuwa yeye mwenyewe tu na akili yake. Wewe una thamani kubwa sana duniani. Wewe ni nguvu ya taifa. Jamii bado inakutegemea. Haupaswi kuishi kama mnyama asiokuwa na utashi. Ile mbegu unaipanda kwa matusi, ukorofi, ubabe, umevuna nini leo? Sawa. Sisi kama ndugu zangu tutahakikisha kuwa bega kwa bega na wewe mpaka pale tutakuwa sawa, na pia tutakuombea dua kwa Mwenyezi Mungu na kusimamia uwezo wa kuchukua